Sana hapa CFF Nyeri Town. Tuko katika cathedral kubwa ya CFF Nyeri, na hii ndio diocese headquarter ya CFF county ya Nyeri. Karibuni sana katika jina la Yesu. Majina yangu ni Bishop Corison Mwangi, na wakaribisha kabisa katika neno la Mungu. Nataka kuongea siku ya leo kuhusu milango mitatu inayofunguka juu ya maisha yako. Milango mitatu ifungukao katika maisha yako. Kwa milango itatu hiko kama muturire-ini waku, na hii milango mitatu inafungukaga. Usipoangalia vizuri ni mlango upi unaokufaa, utaingia kwa mlango usiofaa. Na ukiingilia katika huo mlango usiofaa, kila mlango una mahali unaelekeza mtu. Unakumbuka katika maombi huwa tunaomba sana, Mungu nisaidie, nifungulie mlango. Hikolera mlango wa wira, hikolera mlango wa kiko, nifungulie mlango wa kazi, nifungulie mlango wa doa, nifungulie mlango wa kwenda ng'ambo. Kuna wengine wanaomba wafungulie mlango, kumbe mlango wake ni wa kwenda Tok, lakini yeye anafungua mlango wake ndio huyo Canada. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine mlango unafunguka wa shetani, anaenda mahali ambapo shetani amefungua, kwa sababu milango ni mitatu, na lazima uombe Mungu akusaidie uone mlango ulio wake, kwa sababu mlango wake ndio mlango ambao una njia ya kukupeleka mahali ulipo unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu kuna milango mitatu. Mlango wa kwanza unaitwa mlango wa Mungu. Unaitwa mlango wa Mungu. Unapoomba umekewe na Mungu, yeye anafungua mlango. Anakufungulia mlango, na Mungu akifungua mlango wake, tunasoma katika kitabu cha Revelation chapter 3, inatuambia mstari wa 8 ya kwamba mlango uliofunguliwa na Mungu hakuna awezaye kufunga. Hiyo ni Revelation 3 mstari wa 8, inasema ya kwamba mlango ya Ngai ahingurite gutiri mundu ukihingura. Katikati ya hii milango mitatu, mmoja ni wa Mungu, na ule mlango Mungu amefungua unakupelekana kwa baraka zake, unakupelekana katika mapenzi ya Mungu. Huo mlango Mungu amefungua unakupelekana katika maombi yako uliokuwa unaomba. Unaweza funga siku 5. Unaona Yesu alifunga siku 40. Mtu ambaye alichomoka ni shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu wako katika maombi ya siku 40, anaomba. Na unajua kuomba siku 40 ni kuenda katika uwepo wa Mungu, lakini ule mlango ulifunguka kwa haraka sana, ulikuwa mlango wa shetani. Katika kitabu cha Mathayo chapter 4, mlango unafunguka mpaka na Yesu wako katika kufunga mlango ukahingurwa. Watu wengi wamekuwa katika maombi ya kufunga, wakifunga badala ya mambo mema iwatokezee mako inelo na yodo kwa mundu ahikio ni mundu magajio mieri 3 magatikana, anaolewa na mtu siku 5 tu, miezi 2 anaanguka, wanawashana, harusi inafanywa, wanawashana. Kwa sababu gani? Mlango saa hii alikuwa katika maombi ya kufunga, mlango ulifunguliwa na shetani. Huyu mtu hakuangalia huu mlango ni nani. Kitabu cha Mathayo 4 mstari wa 8, Biblia inasema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari zake. Wakati wa kufunga siku 40, anatarajia Mungu atokezee. Who comes? The devil. Mada ni ya mosho. Sijui kama wewe umewahi kufunga, baada ya kufunga kuna haribika kuliko vile kulikuwa kubaya. Ulikuwa unafunga kwa sababu kuna jambo imekuwa kunyamazia, imenyamazisha mambo yako. Leo unasema let me go before God and pray for 5 days. Unapoomba, kama nyumba ilikuwa inaanguka kidogo, inaporomoka yote down. Unaenda kuvuka siku 3, ati mzee analewa sana, anafikana saa 8 ya usiku. Unafunga siku 3, siku ya kufungua unasikia mzee
hasikiki, hata simu amezimba. Manane gusherera harasheragiro liwaho yawe hinga waiwa muthuri riu ona ndanainuka. Kwa sababu gani? Uliomba kimlango kikafunguliwa na Shetani. Lazima uelewe, wakati Yesu alipoona mlango umefunguliwa wa kumiliki falme, akajua huu mlango sio wa Mungu. Huu mlango wahiguka utwaide vitu mwathani ya washo. Huyu mlango wahiguka utwaide vitu. Alipoangalia, Biblia inasema mstari wa 9, akamwambia, maana Yesu alinotice huyu mlango sio wa Mungu. This door does not come to God. Unadhani wa mlango huyu ndio ndani wa moza makibaya mbele akitoka ndemwina mbele amenionyesha wafalme zote wakati huu wa kufunga, na ananiambia nimuinamie, na hakuna mahali Mungu amesema hivyo. Akaamuka Yesu akaelewa huyu mlango sio wa Mungu, akamwambia haya yote Shetani akamwambia haya yote nitakupatia utaniangukia. Basi ndipo Yesu alipomwambia, kwa sababu ameelewa, ameangalia, ameona huyu mlango sio wa Mungu, akamwambia nenda zako Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda zako Shetani, maana imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kuna wakati milango ingine ikifunguka unaiambia isitwe, isiwe ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo milango ni mitatu, na mlango mmoja wa kwanza ni mlango wa Mungu. Mlango wa pili unaitwa mlango wa mwanadamu, na huo ni mlango wako. Mlango wa mwanadamu unaweza kuwa ni wewe unafungua, au mlango wa mwanadamu unaweza kufunguliwa na watu wanaweza kukufungulia mlango au wakufungie, na wewe unaweza kujifungulia mlango au ukifungie. Jina la Yesu lisifiwe sana. Huo ni mlango mwingine, ni mlango wa pili. Mlango wa tatu unaitwa mlango wa Shetani, na tunaona hapa, tumeona mlango wa Shetani. Wakati unangojea mambo mazuri yawe, unangojea kuwe na miujiza, unasikia kuna mlango umefunguka, na huo mlango unaukibiria kurudi kuingia ndani ya huo mlango, unakuta hauko mlango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaongea juu hii milango mitatu. Ule mlango tutaongea juu yake sana ni mlango wa mwanadamu, maana mlango wa Mungu tunauona katika kitabu cha Revelation chapter 3 verse 8. Inasema ya kwamba mlango uliofunguliwa na Mungu hakuna mtu awezaye kuufunga, na ule ambaye Mungu amefunga hakuna awezaye kuufungua. Haya, kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 13 pia inasema ya kwamba mlango uingiao unaelekeao, hebu tusome mstari wa 13, maana sana nataka tuingie katika mlango wa mwanadamu. Huo ndio umekosesha watu njia. Haya, Mathayo 7 mstari wa 13 inasema hivi, wa 14, bali mlango, Mathayo 7 mstari wa 14, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, na waionao ni wachache. Unasikia? Mlango ni mwembamba sana. Huu mlango wa Mungu ni mwembamba, na ndio wengi wanashindwa kuingililia, ndio wanaamua washane na huo mlango, kwa sababu ni mwembamba, unakulazimisha kuwasha mizigo ingine, unakulazimisha kuwasha mambo ya kando. Nilihubiri wakati mwingine pia ya tutuashane na mchezo wa kado, nikaandikiwa message na watu wengine sana. Sasa nakwambia mlango huu ni mwembamba sana, haubebi watu wengine extra, wale Mungu hataki. Huu mlango ndio watu wengi sana wanaukataa, na ndio ukiangalia leo makanisani, utakuta makanisani watu ni wachache sana. Mikutano mingine ambayo ina mambo mengine ya dunia ya kawaida inajaa mpaka watu wanafungiwa wasiingie, lakini kanisani watu ni wachache. Kwa sababu gani? Mlango ni mwembamba. Enter, because straight is the gate
and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Mlango huu ni mwembamba sana, usongao ukienda uzimani, nao wauonao ni wachache. Praise the name of the Lord. Mlango wakai ulitwalioaguo ni musheke muno na nikiona malango ingine no aria mawona na metikira kutonyera guo umatwaraga moyo-ini, unawapelekana katika maombi waliokuwa wakiomba. Yesu kwa sababu ya kujifinyiria katika huo mlango akakataa hiyo mafalme alikuwa anaonyeshwa na Ibilisi, akakataa hizo falme zote, akajifinyiria katika huo mlango wa kuwekwa msalabani, wa kuvuliwa nguo mbele za watu, wa kuwekwa taji ya miiba. Ulikuwa mwembamba sana, ulimwelekeza mpaka mbinguni. Siku ya tatu alifufukia mbinguni. Ulikuwa mlango ambao hata polisi waliokuwa wamesimama hapo kwa ule mlango uliofungwa na hao wazee walisema ya kwamba hata hawezi akatoka. Mlango wa shetani mahali umefungwa, watu hawezi wakaamini utatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu mlango wa Mungu ni mwembamba, wakifungia Yesu alisema ni mzito, hawezi akatoka hapo. Ni mwembamba sana huu mlango. Most of the times kuna mateso, ni ulibara nyingi mno. Kono ukidhurugia ni atu alia alataku, watu marafiki zako wanakuondokea. Huo ni mlango, ni mwembamba sana na sio wengi wanauonaga. Katika kitabu cha Revelation chapter 2 kuna kanisa moja liliambiwa hapo, nyinyi hamuoni, mnasemaga ya kwamba nyinyi mna macho bali hamuna macho. Ninawaambia enendeni mnunue dawa ya macho. Huu mlango hauonekani na watu ambao macho yao ya kiroho haijasafishwa vizuri. Huu mlango ni mwembamba na ni mdogo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ni mlango wa Mungu, mwisho wake uko na uzima, mwisho wake uko na uzima. Na ndio huu mlango tuliona, wenye wananitazama kwa runinga, huu ndio mlango tuliona. Huu ndio mlango ulifanya tuachane na mchezo wa kando. Huu mlango ndio ulifanya wengine waachane na ulevi mwingine shakari. Huu mlango ndio ulifanya wengine waache kuhongana. Ni watu wengi sana wamehongana, wakakuta ya kwamba waliona ule mlango ni mzuri sana wa kuingililia, wakahongana na pesa zao, kwa sababu mahali walitakikana waingilie ilikuwa ni nyembamba sana, wakatoa pesa zao ndio wahongane mlango ule mkubwa waweze kuingililia hapo. Leo wanalia kwa sababu wenye waliwapatia pesa ndio wawahonge wasaidie watoto wao waingie kazi, walizima simu. Ni mteja wa mteja unaoteja hata jeki sasa. Sasa wanalia maana waingilia mlango usiofaa. Huo ni mlango wa Mungu, ni mwembamba. Bwana asifiwe sana. Nataka tuongee kuhusu mlango wa mwanadamu. Mlango wa Mungu na wa shetani zinaonekana waziwazi. Mlango wa shetani ni mpana sana, mlango wa Mungu ni mwembamba. Hebu tuone mlango wa mwanadamu. Huu mlango wa mwanadamu tunaweza kuona katika kitabu cha Joshua. Kitabu cha Joshua 9. Kitabu cha Joshua 9, kama unaweza fika hapo. Kitabu cha Joshua 9 tutaona mlango wa mwanadamu, na sio hapo peke yake. Mlango wa mwanadamu kuna mahali kwingi sana, lakini mimi nitatumia huu wa kitabu cha Joshua 9 mstari wa kwanza. Inasema hivi, inasema mstari wa kwanza: kisha ikawa hapo wafalme wote waliokaa ng'ambo ya pili ya Jordan, hapo penye nchi ya vilima katika Shefela na katika upande wa pwani yote ya bahari kubwa, kuikabili Lebanon, yani huyo Mhiti na Mwamori na Mkanani na Mperezi na Mhivi na Mjebusi. Waliposikia habari ya mambo hayo, walisikia mambo ya maneno gani?
walisikia maneno ya huyu mtu anaitwa Israeli. Huyu mtu anaitwa Israeli amepiga Farao, ameangamiza Farao. Farao amekufia katika bahari. Farao alikuwa amechukua magari 700, 600 na mafarasi na vitu vyake vyote vya vita, akafuata hao watu wa Israeli, na hawakuwa na silaha. Na tunasikia ni hawa watu hawa mataifa, hawa mataifa, Wapelezi, Wahivi, Wajebusi, hawa wote wanasema tumesikia hata kataifa kanaitwa Israeli kanapiga Farao, amekuishia baharini, amekuishia baharini. Hayuko, farasi zake, magari zake. Kwanza hata mwingine akawaambia, mnajua hata waling'oa magari malori makubwa ya kijeshi ya Farao, iling'olewa miguu, ikawa na uzito wa kukimbia mpaka hawa hii taifa likafika hapa. Na hivi lolo ni watu kora wanatukuta hao. What do we do now? Tunatuka na hii taifa. Bwana asifiwe sana. Wakaanza kushora mipango yao, lakini kuna taifa moja ya hapo Kana inaitwa Wagibioni. Wagibioni wakasema, sisi hatutaungana na watu hawa, kile wanapanga against Israel. Hawa watu ni wakali, hawa watu kuna mtu anawaweza. Adua wote ndio mahota. Watu walio na Mungu hakuna mtu anawaweza. Hata watu wakiungana kwenu, hata watu wa jamii yenu wakiungana, hata mataifa yakiungana, haiwezi kwa watu walio na Mungu. Gibeoni wakasema, sisi hatutakuwa kama wale, netuisilia imeshilia mandu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufikirieni mambo mengine vile tutakaanisha na hao watu. Netuisilia yodoki unatungika ni nado aya teilewa. Na mimi nataka nikwambie, popote unaponisikiza, hapo umeketi katika kitu ninapokuongelesha, ya kwamba walie na Mungu, Mungu aliye upande wake. Ukumbuke mfalme Barak ametafuta Balaam, nabii ambaye Mungu alikuwa anatumia. Nabii huyu anaitwa Balaam, yeyote angelaani alilaanika. Kwa hiyo Baraki anaenda kutafuta mwenye nalaanini, watu wanalaanika, anamleta, anamwambia nilaania hawa watu. Balaam anaenda kuwalaani, anarudi kwa Baraki, anamwambia hawa watu ni watu wa aina nyingine. Nikienda kuwalaani nakuta ulimi wangu unawabariki ama tike nimekaya. Bwana asifiwe. Na Wagibeoni ndivyo walisema. Gibeoni like said, we will try, tutajaribu vile tutafanya hili taifa, badala ya tupigane na hawa tunyikidanie nao. Ninaongea kuhusu mlango wa kujifungulia. Kuna milango mitatu. Mlango wa Mungu akikufungulia unakuelekeza katika ufalme wake, unakuelekeza katika baraka zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unakuelekeza katika mazuri. Kuna mlango ninaongea juu yake, mlango wa mwanadamu. Wewe unaweza kujifungulia mwenyewe, unaweza kujifungulia mwenyewe, ujikute katika taabu, ujikute katika kilio, na kumbe sio shetani alikufungulia, sio Mungu alikufungulia, wewe mwenyewe ndio ulijifungulia huo mlango. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi cha Proverbs 16 mstari wa 25, Proverbs 16 verse 25 inasema, kuna njia ionekanayo machoni mwa mwanadamu ikiwa salama sana, lakini mwisho wake ni kuzimuni. Unasikia kitabu cha Mithali 16 mstari wa 25, kuingira ionekaga maitho-inĩ ma mũndũ ĩnjega mũno, no mũthia-inĩ wa njĩra ĩyo nĩ gĩkuũ-inĩ. Huu ni mlango ambao mwanadamu ametufungulia. Umekaa kanisani, umebarikiwa hapo, watoto wamewekewa mikono hapo, umebatizwa hapo, umeondoa kile jambo hapo, umepokea Roho Mtakatifu hapo, umeingia katika huduma hapo, alafu baadaye unatoa vita hapo, umefungua mlango mwingine, unaondoka mahali neema iko, baadaye unalia mwenyewe. Mlango ambao umejifungulia
ni sio geni, ni la kawaida, limewahi kuta wengine, bali baada ya vita na tribulations kama hizo, Mungu hufungua mlango mwingine. Korintho wa kwanza 10:13 ya kwamba baadhi katikati ya majaribu unayokutana nayo usiwe na shida. God will open another door for you to escape. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Sasa wakati mlango umefungika, wakati kumekuwa kubaya, badala ya ungojea mlango wa Mungu ufunguke uone, you open up your own door. Mwana ni agosho. You open up your own door. Unafungua mlango wako. Nataka nikuambie, you enter into a city called I wish I knew. Praise the name of the Lord. Huu mlango unaojifungulia, maana umeona kamlango ka Mungu ni kebaba sana, hakapitiki. Unajifungulia mlango bila kukonsult Mungu. Nataka nikuambie, ile city unaingia iko na kibao kikubwa sana barabarani, kinaitwa I wish I knew. And the wishes are our houses, beggars could be light. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawa watu wa Gibeoni wakasema, sikizeni, sisi tutajishikanisha na hawa watu. Wewe utajisomea hapo umalize vizuri. Hizo tutakuingilia nazo haya. Sisi hatutafanya hivyo. Mataifa hao mengine wanataka kufanya. Sisi wa Gibeoni tutafanya kitu kimoja. Tutatafuta atrike. Tutatafuta jinsi tunaweza ingia kwa watu hawa, tuwe na agreement. Mmoja pia kutoka na hiyo story. Mlango ukifungulia mlango, Shetani anatumia watu wakudanganye, udanganyike, usikize mambo yao, ukose kusikiza Mungu. Usikilize mambo ya watu, ukose kusikiza mambo ya Mungu. Wanakudanganya, unadanganyika. Bible inasema mtu mmoja akaambia wa Gibeoni, washeni nionyeshe vile tutafanya. Tutaingia kwa hawa Israeli, tuwadanganye. Ndio hivyo Prisia. Ndio hivyo leo. Tutaingia kwa hawa watu tuwadanganye. Chunga sana mambo mengine. Milango mingine unaona mtu anaingia kwako anakuambia tufanye hivi, tufanye hivi. Seek the face of God. Ndio Bible inasema katika kitabu cha Mathayo 6:33, tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Kwa mambo haya mengine yote utazidishiwa. Ukitafuta ufalme wa Mungu kwanza, utarudi usikie huyu anakuambia kwamba wewe ndio level makile. Sijui kama hiyo biashara bado iko. Tukiwa watoto tulikuta wazee wanauza mashamba, wanauza magari, ati wanaenda kutafuta makile, wanaenda wanawekea tomato sauce, anawekewa shuka ya tomato sauce, anatoa 50,000. Miaka hiyo 50,000 kama milioni 2. Anaenda nyumbani na tomato sauce ya 20 shillings. Kwa sababu hakukonsult Mungu. Bwana asifiwe sana. Hawa wa Gibeoni wakasema, vile tutafanya, tutasikizana na hawa watu. Tutafanya namna gani? Akaulizwa, kwani tutafanya nini ndio hawa watu tuwaingilie? Wakasema, tutatafuta kitu kile, tamaa ya hawa watu. Tutatafuta kile kitu ambacho inaweza kuwa ni tamaa ya hawa watu. Nafikiri akaangalia, akashukuru sana, akasema tamaa ya hawa watu ni kupata slaves. Tamaa ya kina Joshua na Waisraeli hawa sio kitu kingine, ni watu wa vita, wamepiga Firauni, wamefanya kila kitu, lakini kitu kimoja, tamaa yao ni jambo pili, ni tamaa ya kupata slaves. Ndio kama vile walikuwa slaves huko. Jambo lingine, wamesahau sasa kukonsult Mungu. Maudumeli ngoma tumenya atirudu turatu chokete musharia Ngai nduchokete kuhoya tondu wageire kanitha munene, wageire makari, uko na watu na tarara, basi atatafuta roho wako kudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia tafanya namna gani? Wakasema tuendeni kwa hawa watu tuwadanganye.
Hiyo ni kitabu cha Joshua 9 kuanzia mstari wa kwanza. Soma hiyo yote. Akawaambia tuendeni kwa Joshua na hawa watu tuwadanganye ya kwamba tumetoka safari, tumetoka nchi ya mbali sana. Na ni neighbors yako Marioha, hii watu wako hapa Tukana, ni hapa tu Lengelero. Na hawa Israeli kuingia wanaingia, hawa watu hapa wanataka wakutane na hawa toko mahanya tumete kunene meno. Mimi nilidanganya na mtu mmoja tukiwa na kesha, akakuja kwa kesha na nidasha nokile, akaingia tukiwa na kesha, akaingia wewe mapema saa 1 na kesha inaanza saa 3. Shweke dure twake inogo ule munene wa Mayahudi wetagwo Nikodemu hii hata wagini yato kaiga kesha hivi nakuya ikurira nakulia akiomba. Acha nikwambie usitakanye na watu wakilia ati wanakuja wakisema vuta laini kata laini saidia baba. Nakwambia alikuwa anaonekana hako na moto. Kesha ilipokwisha ilikuwa half kesha, haikuwa kesha ya kumaliza. Ni ile kesha tunafanya ka Friday every Friday. Sasa saa 6 sio tunamaliza. Watu wakatoka, nikaona mtu amerudi hapa. Nikafikiria ni mara kuna pia nataka. Akaniambia sasa nilikuwa Everett wakati huo, ni miaka ya 2000. Ndiki hapa 99 2000. Kaniambia sasa exactly 99. Sasa Everett nilikuwa Obasia wakati huo na Kipia, CFF Kipia diocese. Mimi ndiye nilikuwa nashikilia hiyo diocese. Kaniambia sasa Obasia, mimi nimejazwa na roho, hata kanena lugha kidogo hapo. Na nikafuata nikamuongeza kukombo. Kaniambia sasa mimi nilikuja nimetoka mbali sana, sababu nasikia zile nguvu ziko katika hii nyumba, nasikia na historia. Sasa nimekuja kesha, sikujua kesha itakwisha mapema. Na nione hata kesha ikuje lalita. Sasa mimi nimetoka mbali sana, wapi? Upande wa Moroko. Moroko ni mbali sana kutoka kwetu. Mbali sana Moroko. Mbali. Sasa nikikinya unisaidie na mahali pa kulala. Kesho asubuhi shikia karakia na maiketa. Ndivyo alikuwa anasema, sio mimi nasema hivi. Kwa hiyo dai uende ya miaka yetu. Nyorani nayo. Sasa nikasema kuikata na Mungu nilikuwa nina kaja na ndio. Sasa nikaita mzee wetu wa kanisa mwenye anaishi karibu na nini? Na kanisa. Kamwambia sasa tusaidie brother huyu. Kwaje hiyo akiwa brother huyu rekodi fanya hivyo. Tusaidie mahali pa kulala ndio kesho waende. Na nikatoa shilingi 20 ya apotue chai asubuhi. 20 zile pesa mingi. Si watakula madazi na nini? Alafu mlale ndio kesho tutaonana na yeye, ana wewe ashaenda kufungulia. Basi wakaenda wakalala. Nataka nikwambie, si kesha iko na usikizi wa haraka sana. Saa 8 hapo, saa 8 saa 10 ameamuka, amevaa nguo zote mzuri ya ndugu. Kama niliona anejega amekelea ndio aumie na sioja ahika bravo, akavaa nguo kama ile. Unajua zamani mtu wa nguo ile alafu huyu mzee alikuwa fundi wa bao, akabeba rada, akabeba nyundo, akabeba kamzigo yote ya fundi, akabeba akaenda. Sasa naye ndugu yangu nafikiria jamaa ameenda kujisaidia, akajisaidia mpaka asubuhi saa 1 hakuwa yudi. Bwana sifiwe. Nani alilipa? Sasa tulisaidia tu. Na hizo vitu za pesa mingi sana. Nilitanganyika sikuvuta euro ya kiroho nielewe. Nao hawa wajubioni wakamwendea Joshua wakamwambia tumetoka mbali sana. Saa hiyo wamejipanga, wamepasua nguo zao, alafu wamevaa magunia mzee ambayo imezeeka sana, alafu wamekatakata viatu vyao na kuviweka majivu na matope na kuzipasua upande wa chini na kujipaka matope na jivu. Wanaonekana watu kutoka mbali sana, alafu wanakanda mikate. Hii mikate wanaikausha na jua, alafu wakikausha na jua inalalishwa, siku hiyo ikalalishwa nje, ikapata hii moisture ikawa juu sana hata juu. Kwa hivyo mikate ikaonekana
ni mzee, ni kama mikate ya mwezi mzima. Ukiangalia Joshua, angalia hata hii mikate yetu imezeekea barabarani mpaka haiwezi kulika. Viatu imekusikia barabarani, nguo zimekushia hapa. Tumekuja hapa tuwe watumwa wenu mkiona ni vizuri. Bwana asifiwe. Tumekuja hapa mkiona ni vizuri. Mbona ni hela umelitagia muda kwa henania. Tajuzi nimekuja na mwingine akaniambia kuna wakati serikali ilikuwa imesema mtu yeyote ambaye anamiliki bunduki, mtu yeyote ambaye anamiliki bunduki arudishe, amepewa siku 2. Ukishindwa kupeleka police station, pelekea bishop wataleta hapo. Jamaa amekuja, si amesikia hiyo ripoti imetangazwa pale. Nimemwona hapa kanisani, akona matope na maji na nini kanisani. Na angalia, nikamwambia kaa pale, nikamwombea. Akakaa hapo, aikajara kwa na shomoka. Ovyo hutabia. Tikina mwoko leo. Niletea mkono tena. Pale tulipomaliza ibada, nikasema apewe chai, atatuka chai na mkate hapo. Unajua vile niliambia bishop, nilisikia maneno ya rais. Kamuuliza maneno haya, rais alisema turudishe bunduki. Na mimi ni mmoja wa timu ile ambayo imeangamiza watu hapa kaunti ya Nyeri. Na sasa mimi nataka unisaidie. Nikamuuliza kwa nini niko na bunduki na niko na kishwa hii pepe za ile inaitwa rhino. Sasa nikamuuliza iko wapi, siulete, simuliambia mrudishe. Akaniambia ndio bishop, unajua singeibeba. Ningeibeba nipatane na mimi barabarani, watanigonga bunduki. Sasa nikasema nikuje mahali nimeifisha, si unaona nimelala kwa maji. Tulikuwa 6, 5 wameuawa, mimi tu nimebaki. Nikamuuliza waliuawa wapi? Kuna radio zilikuwa zimesema kuna mahali walikuwa wamepigwa. Kwa hiyo anajua, nitajua, ni atanieleza nitaelewa. Nikamuuliza na ulifanyaje? Mimi niliweza kutoroka, lakini ile gunia ilikuwa na bunduki, ni mimi nilitoroka naye. Unatakaje sasa? Ananigirike na wewe. Deke utaona atakuwa natoa ushuhuda. Nilihubiri mpaka watu wa bunduki wakaja kwako, wakasalimisha bunduki zao. Sema amen. Ukija hapa bunduki za kishetani zote mtaziona na macho hii. Nilikuwa kumageuka nilitaka bunduki. Basi nikamuuliza tufanye nini? Akaniambia bishop, kutoka mahali iko kufika mpaka hapa itabidi tuchukue pikipiki na uninunulie 200 mpya, tuende tufunge kabisa na ile, halafu 500 ndio itaribishwa na pikipiki kunibebea. Nikamwambia hapana, enda ulete na pikipiki hiyo nitawalipia hapa. Akaniambia hapana, pikipiki haiwezi kubali. Na wewe wakakubali. Ndio nataka nimemwambia enda wewe, hiyo maneno ni uongo. Lakini nasikia kiundo ndio ile alaibwa hapo kile aradimo gona tagute mundu akaye. Mlango wa mwanadamu ukifunguka, uingilie huo mlango, mahali utakufikisha utalia. Haleluya. Angalia kila mlango, hata mtu akilia macho, akilia machozi, angalia. Joshua hakusikiza, hakuomba Mungu amuulize kweli hawa watu hivi wanasema ni kweli au namna gani? Mimi nilisumbuliwa na huyo mtu, akaniambia ukinipatia hiyo 500 uko na simu, kama akaniitisha mpaka simu atafuta mtu hapo apige simu aniambia kwa jiani. Akaniambia within 30 minutes kwenda na kurudi 1 hour nitakuwa hapa. Ngimone atidireka na dhaine temwetereye. Nilikaa kanisani, wale wanajua Nyeri ni hapa panaitwa Whispers Park, Old Municipal. Nilikaa Old Municipal hapo ndio kanisa yangu iko. Mpaka jioni saa 12 taodeshi ya tarehe anataka kuja magiza. Nilirudi kumuona baada ya kama miezi 7-8. Nikamshika hapo nikamuuliza, "Wewe sijui ndio?" Akaniambia, "Nani wewe?" "Mimi." "Ukaniona sura gani? Ulinipiga picha?" Ndoda murida mura bisha hizo taigano. Lakini kumbe alikuwa amefanya kijisho namna hii. Aikalete na kilidhogo kuma kanithege vie na mbele. Nikaenda leo tukona na nake akarudi idhori kawerewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie tu Joshua alitakaiwa. Joshua akakubali. Haleluya. Joshua akakubali, akasema, "Oh, kweli
Nyinyi watu wa Mungu, ninawahurumia. Mtakuwa mnafanya kazi ya kutufanyia kazi katika madhabahu, kutushotea maji na kukatia, kuvunjia sisi kuni na kuweka moto kwa madhabahu. Kwa hivyo Joshua akakosa kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu anataka slaves, akakubali kwa haraka. Hakutafuta uso wa Mungu, akaona mlango wa slaves umefunguka. Haleluya. Wakamwambia Joshua, ndio msudi unaweza kukufa, halafu wale watakuwa baadaye watuinukie, wacha tuwe na argument. Joshua kwa haraka akaweka argument. Na unajua argument inasema ya kwamba mshaweka vidole, uweze badilika hiyo kesi, labda mwende kotini. Joshua akaweka argument. Baada ya kuweka argument na kuwaingiza madhabahuni, mtu mmoja wa timu ya Joshua akawajua. Haleluya. Akajua hawa ni wale majirani wa hapa. Joshua amedanganyika. Bwana asifiwe sana. Yale majirani wale wanakuwa hapa nyuma. Joshua akawauliza, kujeni hapa, kwa nini mmetudanganya? Tuliona sasa tulikosa kukudanganya Joshua, mtatumaliza. Joshua akafungua mlango uliowekwa argument. Bwana asifiwe. Sasa angebadilisha, ameingiza watu ambao Mungu alisema msiwaone na hawa, msiwaingize kwenu, msiwahi kuwa na argument. Mkiwaoa au mwe na argument na hawa, itamuhanata kaoshako hivyo, kama ile miti inaingia masho mpaka jisho linapotea, au ni kama visu vinavyowatunga kwa bavu zenu mkiwaoa au mshikane na hawa. Joshua akafungua mlango wa kilio. Haleluya. Sisi kama waiona msichana amengojea Mungu kwa madhabahu, ameomba, amefunga, amekaa kanisani akingojea Mungu akuje. Mungu hajakuja haraka kwa sababu mlango ni mwembamba, lakini kunaingia mtu anakutana, kinatokea mtu kinafungua mlango. Namwambia hii basi naona hapo ni yangu. Na mwingine anaenda anachukua haya, anakuja na vieti. Hii vieti hii ya kupita pita, kuna ile gari ya nyumbani. Msichana na amekatalia kwa Mungu miaka mingi, ameangalia vieti, ajui kahani. Ameangalia basi, kumbe huyo ameandikwa shule kuendesha gari ya shule. Anakataa kufuata mlango wa Mungu, anazitengenezea huo mlango, na wanashikana na wanaoana. Anaenda anapelekewa mahali, argument inaingia. Baadaye anajua alikuwa mwizi. Na dada yetu alikatalia kwa Mungu, alikojea mlango wa Mungu kufunguka miaka mingi. Mnafikiria ni wangapi wameoana, akaoa msichana au akaoa mzee akaoa msichana, akamwambia mimi nimekatalia kwa Mungu miaka mingi, nasikia kuulizwa ninakataa, nasikia namna hiyo. Sasa niko msichana anaanguka kwa majaribu, anaulizwa na msikijana au mzee, na mzee ni yule amenyoa Jordan, alafu hapa devu amepigwa ile inaitwa ile smoother, anakuwa wepesi kama kijana. Kumbe amepoteza wanawake watatu, na kila mama ako na watoto watatu. Umetanganyika, umefungua mlango wako, umekataa kufungua mlango wa Mungu. Baada ya miezi kadhaa ndio unajua mzee, na mnakutana pale kwa Naivas. Hapo ndio unajulia wahi kilio nimezuri. Haya Naivas, mngomkole mwanake akona hivyo, na tena kumuona hata ngine halinde baba na mwenyewe kumakao wala ile. Unafikiria ni msana asiza na kijana wako, anamuita baba. Hapo ndio anajua nitahidishi ni mlango wako. Ninajikwasa kwa mlango, kumbe nikotokea Mungu. Joshua did not seek from God. Hallelujah. Akadanganyika ni watutuni. Mimi nakuja kukwambia siku ya leo, huu mlango wa mwanadamu ni mkali sana, na unaweza ukakuelekeza pabaya. Milango mbele, Biblia imesema ya kwamba katika vita zozote, jaribu zozote, Wakorintho wa kwanza 10:13, ya kwamba jaribu lolote linalowakuta sio wewe peke yako, sio wewe kuchelewa kuolewa, sio wewe peke yako kukosa kuchelewa kupata kazi, sio wewe tu bishop kanisa lako kukosa kuwa na watu wengi. Hapana, utakuta watu watakuambia wana nguvu ambazo zimeongezeka kanisa. Chunga sana mlango wa kufunguliwa na mlango wa kujifungulia, utakuelekeza baadaye kwa kilio na kusaga meno. Praise the name of the Lord. Seek God.
when a door opens, ulize Mungu mlango umeweka. Nikaingia mlango ya Gideoni. Siku ya leo nataka nikuambie kuna milango inafunguliwa ni wa Gideoni, sio Mungu amefungua. Malami ya rogosho. Praise the name of the Lord. Hata mimi nimewahi kutanganyika, nimekuambia hilo, nimedanganyika. Mimi nimedanganyika juzi, sio juzi, kama miaka 15 wakati Facebook zilianza. Nikaona friend request imetokea hapo. Naona mtu anajiita sijui Mark, hata sikumbuki hiyo majina. Hapo kwa Facebook akaniuliza kama niwe rafiki yangu, nika accept. Ni miaka kama 10 almost 20 years now wakati Facebook iliingia. Nikaweka, unajua siku hiyo watu walikuwa wanatafuta friends, atujiokuwa na mafriend mingi. Mtu anajifanya mzungu hapa, kumbe ni mtu ako prison. Nikaweka tiki. Akanifuata. Nilikuwa najenga kanisa kule Ukambani na Kueni. Mahali kunaitwa kwa Mturo hapo Kiumoni hapo. Wenye wananiona Reverend Musoka kana test that. Akanifuata, akaona najenga kanisa. Na yeye tunajenga ni ya matope. Na mimi nimejitega hapa, nimeandika kama kuna mtu anaweza barikiwa anisupport hii kazi. Nikapiga picha ya kanisa la matope, ya kanisa la Kiumoni, nikaitupa kwa Facebook. Akanishikia hapa juu. Kaniambia, I can see what you are doing. Can see your great vision. Kwa sababu bishop kama mimi akiambiwa kama hayo na hajini makimbio sio nimwambia. Akaniambia hapo, can you calculate ile pesa yote inapatikana kwa hiyo kazi. Nikakaa chini, hata sikuambia mama, ngamu surprise. Gigitara. Nikahesabu kanisa likaingia milioni 5 na shamba yake na nini na nyumba ya mchungaji na nini milioni 5. Akaniandikia, akanirudishia. Mnaona hii kitu kako kanaitwa messenger. Hapo ka messenger mtu anakuandikia anakuambia hello, unajibu hapo hello to you. Mnakaa dakika na kuambia I miss you. Vitu vingine ni mikao hapo. Hakuna rafiki. Hata wanachukua picha ya rafiki yako, inaitwa wanahack picha yake wanaweka hapo. Sasa huyu sio kuhack, alikuwa friend. Nilikuwa nimemwandika pale. Wanajiita Immaculate. Kwanza kama hii jina yangu unajua ni kali sana, Colson. Ni kali sana. Nakwambia, akaniambia I'm sending you 10 million. Nilikula siku hiyo Mrs. Bishop. Unakumbuka? Ni dale hiyo tukoshia. Sikukula. Ni dame yangu ndio. Nilizonapewa chakula. Nikiuka tu kijiko kile na shilingi kile. Ai saira makaya. Dawa nganadio milioni 10. Mlango wa kujifungulia. Ninaongea na watu wameambiwa weka hapa, umeshinda 1500, weka sijui 10,000 ndio hiyo pesa ingie. Onadanganya ile bishop wao mmoja washio. Hata kanisa hawezi kwenda. Mama mmoja alituambia gai ya roho kumi. Aliambiwa atakula milioni 2. Na akatuaguza kwa madhabahu, akaniambia kuna business anataka kufanya. Nikimkosa wiki 2-3 tutaonana. Kumbe ni ile milioni 3 amedanganywa. Sasa tuende kwa yangu. Na kuambia nikapewa sheki. Inaonekana ni original. Sheki ya 10 milioni. Na ikasemekana akaunti ile itatokea iko kwa box na iko kwa bank, iko JKIA, iko hapo. Na hiyo iko kwa sanduku, imetumwa direct from Canada. Nafikiri sio mimi peke yangu. Tukaketi chini na mama kufanya hesabu ya milioni 10, tukapea kanisa milioni 5. Milioni 5 tutajipanga na kagari kadogo mpaka tukakoseana, tukimena na milioni. Tukasumbua na mama juu ya milioni 2, tukasumbuana mpaka tukarejea na shida. Mlango wa kujifungulia. Na kama leo mmoja tulikuwa na shida gani? Tulikuwa na mashida, unasemaje? Mtoto wetu wa kwanza ndiye alikuwa form 1. Pesa za kumpeleka shule hakuna na mlango umefunguka. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 13,
ya kwamba mlango ni mpana, the door is wide, na unaelekea kwa shetani, na shetani anakutumana tu wakati kuna shida. Anakuja anakuambia kuna mlango umefunguka hapo. Sitaki kuwaeleza vile tulifika kujua kwamba ni uongo. Tutatangia mudikanyika kutejejejeya alisharia wahisio akimisharia ikiama na hivyo ndio aturutrega mara 50 ndeka kuna 150,000 zinatakikana akitolee tutakata pale hata tutaongeza 50,000 kwenda kuambia tuende tukajitolee kule na yote wanatuambia wameituma unit gigigili pade ile sijui ile pugirigili. Mlango wa kujifungulia wakati mwingine uko na machozi. Omba Mungu mlango mpya ukifunguka, kama hauelewi vizuri uone kama huu mlango ni wa Mungu. Hata kubadilisha kanisa kwenda ingine, tafadhali nataka nikwambie ni mlango. Umeelewa mahali unatukana hawa watu unasema nini? Ati kuna mlango mpya ulifunguka. Nataka nikuambie Joshua alikuwa na idanganyika. Baadaye Joshua anaambiwa kumbe watu ni majirani hapa na wamesema wametoka mbali, shuka mlango wa kujifungulia. Biblia inasema Joshua kalia na wewe shuka kulia, milango ambayo imefunguliwa na Mungu mere mbeliliano utangengana kuingia. Lakini Paul akasema I'm pressing on to the mark of perfection. Press on to the mark. Watu hawataki pressing on. Ati matirada tulijinya na maeda mea mbele mehikule minene. Na Yesu akasema mlango ni mwembamba uendao ufikao mbinguni. Shuka mlango ni mtatu: mlango wa Mungu, mlango wa shetani na mlango wa mwanadamu. Ukumbuke mlango wa Mungu hakuna mtu awezaye kufungua, hakuna awezaye kufunga mlango ambao Mungu amefunga. Wafalme wa kwanza 17, mlango chakula ya Elija inakwisha, mahali alikuwa anakula na kukunywa inakwisha, kisima Kerin kinazimika, kuna kuwa na njaa na drought, hakuna mvua miaka 3, anafikiria atakufa. Mungu anafungua mlango, anamwambia kuanzia leo nimekufungulia mlango na nimekutuma kwa mama Msarepta. Hallelujah. Go there, I have opened a door. Mlango wa Mungu haukosi kwa walio wake. Na ndio Biblia imesema katika kitabu cha Mathayo 6:33, seek first the kingdom of God and his righteousness. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotea mlango gani ukimalizia? Milango mingi, kilio kingi, machozi mengi iliyo na watu leo ni kwa sababu they did not seek God when opening those doors. Hawakusiki Mungu, walifungua milango tu, wakaifungua. Akitoa 200,000 mtoto wako aingia katika kazi ya jeshi, sijui ya polisi, sijui ya nini, sijui ya chukuliwe nini. 300,000 unatoa, unajifungulia mlango, simu inaenda off. Mteja wa namba unayoteja hatejeki kwa sasa because of opening personally that door. Na Mungu wako hapo. Mlango ni mwembamba ndio, utajifinyilia. It may take time, lakini Mungu atafungua mlango. Akafungulia Elija mlango kwa mama ambaye alikuwa mzee wake amekufa na akakula hapo. He ate there and slept. Praise the name of the Lord. Mlango huko andika hapo kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:13 ya kwamba whenever temptations come there is another door. Kuna mlango mwingine unaweza kutengeneza yako. Unaweza kutengeneza yako. Hiyo yako ni ya mabati na itapigwa na bunduki mwisho. Lakini mlango wa Mungu, haleluya. Na unajua kuna milango mingine watu wanakuwekea. Wacha hiyo wewe unajifungulia. Wengine wanakuwekea mlango yao, wanakufungia. Huyo haendi mahali. Wanajaribu kufunika hata mwito wako, huduma wako wanaifungia. Biblia inasema wakachukua Yesu wakamweka kaburini na wakachukua mawe wakafungia Yesu. Mlango wa wanadamu wakikufungia, malaika atatumwa. Haleluya. Malaika atatumwa. Wakikufungia mlango, wakikufungia usiwe kiongozi hapa, wakikufungia usiwe hii, nataka nikuambie hata wakiweka mawe ambayo haibebeki
Na usiku wote walikuwa wanajiuliza, nani atatuondolea jiwe ambalo wanadamu walimwekea Yesu? Uliwekewa mawe, mikono ya wanadamu ikakufungia mlango. Nataka nikwambie leo ya kwamba leo Roho wa Mungu atatembea na hiyo mawe itaondoka. Atabikirisha hiyo mawe. Bwana asifiwe. Haijalishi kama ni watu wote, the whole family imeshikana ikuwekea mawe hapo. Haijalishi kama ni the whole church, the whole kwaya nzima. Mpaka kwaya wanaandika barua wanasema hutarudi kuvaa nguo za kwaya, wamekuondoa kwa kwaya. Hiyo ni mawe yao wameweka. Mimi nataka nikuambie leo katika jina la Yesu, hiyo jiwe litabadilishwa. Haleluya. Lewi higa matikare korao hata kuta hiyo mawe. Bwana asifiwe sana. Maana huo ni mlango wa mwanadamu, na Biblia imesema mlango wa Mungu akifungua nobody can close. Mimi nimewahi fungiwa milango mingi sana, ninakutaka imefunguka madhani ya osho. Kwa hivyo milango ni mingapi? Watu wengi wanalia leo kwa sababu ya mlango walioupitia. Wakamisi mlango wa Mungu, wakajifungulia yao. Wakamisi hata yao, wakamisi ya Mungu, wakaona wamefungulia mlango na shetani. Genesis chapter 3 verse 1. Adamu na Hawa walipokuwa intact, walipokuwa pamoja, shetani hangefungua mlango. Familia zingine zinafungulia shetani mlango, anaingia. Adamu na Hawa ushirika wao kuwa kila wakati wako pamoja, the devil did not try them. Lakini angalia saa hiyo tu Adamu alienda peke yake, akawasha mama peke yake hapa. Mama hajastahimili majaribu hii ya shetani. Bwana asifiwe. Unaenda kazi bali unawasha mama nyumbani, wewe ndio kama mshindi bado ndiye nana, wewe unafukulia shetani kazi mlango wewe. Unaenda unafanya kazi bali unaenda nyumbani after 9 months, mama anakaa peke yake nyumbani. Alafu useme ati kuna kamzee kalionekana na CCTV kupita hapo. Sisi umetekeleza mlango. Hata unaenda anawasha mama. Maajabu kutoka mtumia wake na maadhi. Wakaenda na mke wake na hapo walienda. Shetani akaangalia separation iko, wacha niingie hapo. Akaenda akakuta mama peke yake. Akamfungulia mlango wa kumuonyesha ni Mungu anawadanganya. Ukikula ile tunda utafanana na yeye. Mama hangestahimili pepo shetani akiwa peke yake. Wewe umefungua mlango, mchezo wa kando uingie kwako, ufunge kwa jina la Yesu. Adamu kurudi jioni anakuta tunda lilikuliwa, na mmoja akifungua mlango wa shetani anafanyaga huyo mwingine ajoin hiyo pepo. Bwana asifiwe. Angalia mlango usilie kesho. Angalia mlango ni nani amefungua. Kataa mlango ukiona si ya Mungu. Kataa na huo mlango. Ukiona ni mpana sana, jiulize swali. Hii ninaambiwa ni kule nini nimefishwa hapa. Hii chips ananiambia aninunulie na dagora katemele. Hii chips itatokea nini baadaye? Hii message ananiandikia usiku kuniambia good night. Na hadi bwana yangu Boroka nate ananiandikia good night, na hadi bwana yangu good night. Mimi tuja naambia good night, kwani mimi ninalala peke yangu kwa kitanda yangu? Siambia sisi wawili. Na wewe unajibu kujibu tu hiyo message, open up a door. Block that person. Praise the name of the Lord. Kujibu hiyo message, same to you. Waikra baraka. Kesho atakwambiaje? Karibu kwa chips. Silijibu good night, utaambiwa karibu kwa chips. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mlango ulifungukia wapi. Kama ni shetani alifungua, ukatae. Joshua aliingia baadaye, lakini already he signed a treaty. Praise the name of the Lord. Watu wanalia kwa sababu walitakanywa. Wasichana wanalia kwa sababu walitakanywa. Vijana wanalia kwa sababu walitakanywa. Niko na kapito kamoja, kumbe ni waine. Ukafukuza bibi yako akaenda, ukasema wewe mwingine akakudanganya hapo na mtoto mmoja, akakuja na ine, alikuwa amefisha tatu nyumbani, ulikuwa unaona kale kamoja, na akakwambia kana kapito moja, kumbe ni watatu.
unarudi kujua lea watoto ulidanganyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tuombe kwa jina la Yesu. Ujue umeingia